Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na tumshukuru Mungu kwa majira na nyakati nyingine. Sasa Baba mbinguni, asante kwa neema yako iliyokuu. Asante kwa damu iliyomwagika msalabani. Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa damu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba mbinguni, tukushukuru. Amina. Naam, tunalo somo hapa la kujifunza kwa siku ya leo. Mungu aliyenituma na kuniita kwa ajili ya kazi yake aniongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa hekima yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Naam, kipengele ambacho nataka tujifunze ni kipengele kidogo chenye maana kubwa na mambo makubwa katika ulimwengu wa roho, nafsi na mwili. Wakati fulani nilikuwa napenda kujifunza habari za damu ya Yesu katika moyo wangu. Lakini ghafla katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, niko katika nyumba fulani pale Tandika, wanaita Tandika. Nilikuwa nimeenda ghorofani na watu kadhaa nilikuwa nimewasiliana nao ili nipate kuwafundisha habari za ufalme wa Yesu na kuongoza sala toba. Lakini wale watu ilionekana mioyo yao haikuwa na utayari. Ghafla Yesu akaniondoa pale, akasema ondoka hapa mara moja. Sauti na akasema nami kwa sauti. Nikaondoka pale, akaniambia nataka kuzungumza na wewe, nikufundisha habari za damu yangu niliyomwaga pale msalabani pande 4. Nami nikafurahi sana. Nikaingia chumba kingine ghorofani, akaanza kunielekeza Yesu kwamba unajua maana ya damu niliyomwaga pande 4. Nilikuwa sijawahi kufundishwa na mwanadamu yeyote, ila nilikuwa nimeshawahi kukiona kitabu fulani wakati napita katika eneo maarufu kama Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam. Katika ile eneo nilikisoma kile kitabu, kilikuwa karibu na shule ya Benjamin Mkapa. Walikuwa wanauza vitabu vya neno la Mungu vya watumishi wa Mungu mbalimbali. Nilikuwa nimesoma kitabu fulani, nikaanza kidogo, lakini sikuendelea kwa sababu sikuwa na uwezo wa kukinunua kile kitabu. Kilikuwa kitabu kidogo tu, lakini kinahusu mambo ya damu. Kilikuwa kitabu kizuri, lakini sikuweza kufuatilia sana. Nikajua tu ni fikra za binadamu. Nilianza kusoma kidogo, nikaachana nacho. Sasa Yesu mwenyewe akanitokea, akaanza kuniambia habari za damu aliyomwaga pande 4. Akaniambia hizi damu zina maana yake, hizi pande 4 zina maana yake. Nami nataka nikufundishe wewe leo hivi sasa, ili uweze kuzitumia katika maisha yako ya kila siku katika kumshinda adui. Na akaniambia kwanza, damu iliyomwagika kwenye nyayo za miguu yake, nitaitumia hiyo damu kumshinda shetani, kumshinda ibilisi, kumshinda huyo adui huyu. Nitaitumia damu iliyomwagika kwenye miguu yake. Kumbuka Yesu alipokuwa msalabani alitobolewa miguu kwa misumari. Kwa hiyo kuna damu ilitoka kwenye miguu yake alipotobolewa na misumari. Hiyo damu ndiyo nitakayotumia kufanyaje? Kumshinda shetani. Kumbuka shetani ana wasaidizi wake, ana mizimu, ana wachawi, ana ganga kienyeji, ana mapepo na roho zingine zinazofanana na hizo. Sasa kama ananipa silaha ya kumshinda shetani, manake hao wengine pia itakuwa ni rahisi sana. Tatumia hiyo damu. Ndio maana ukisoma Mathayo mtakatifu sura ya 12, sura ngapi? Ya 12. Mathayo mtakatifu Agano Jipya, Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari ule wa 29. Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari wa 29. Ninasoma katika jina la Yesu. Ni Agano Jipya, kitabu ni Injili ya Mathayo mtakatifu. Katika Agano Jipya ndio ya kwanza kabisa. Maana kuna Injili 4, kuna Mathayo, kuna Luka, kuna Marko, kuna Yohana. Sasa hii Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari wa 29. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu
ndipo atakapoteka nyumba yake. Yaani unapokuwa umemshinda shetani, basi wasaidizi wake kuwashinda inakuwa ni rahisi. Ndio alinipa hiyo mbinu. Kwa hiyo mahali popote pale utakapoenda, kama unataka kumshinda shetani, tumia damu Yesu iliyomwagika kwenye nyayo za miguu yake alipotobolewa na misumari pale msalabani. Unasema kwa damu Yesu iliyomwagika pale msalabani. Wakati Yesu natobolewa miguu yako kwa misumari, ninaitumia hiyo damu kumfunga shetani na nguvu zake zote, na mshinda kabisa. Imeandikwa, na wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Nami ninamfunga na kumshinda kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu Baba mbinguni, naamini nimeshinda kwa damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani kwenye nyayo za miguu yako. Kwa kufanya hivyo unakuwa umemshinda shetani. Sasa kumbuka, nimekuambia pande hapo, nimekueleza pande moja tu, upande wa kwenye nyayo, damu iliyomwagika kwenye nyayo. Kuna faida kubwa sana ya namna ya kuitumia damu ya Yesu, na ni sehemu moja, hiyo ni moja. Namba 2, kuna damu Yesu ilimwagika upande wa kulia. Alipowekwa mkono wake ulipowekwa kwenye msalaba, walichukua msumari wakatoboa mkono wake wa kulia, damu ilitoka. Hiyo damu Yesu aliniambia nitaitumia kuishinda mizimu. Kumbuka mizimu ni roho ambazo zinatumiwa na shetani. Kwa nini zinatumiwa na shetani? Watu ambao wamekufa nje ya Kristo wakienda kwa shetani, roho zao na nafsi zao zinakwenda kwa shetani, na kwa sababu ilikuwa ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndio anaituma kuja kufanya uharibifu hiyo mizimu. Kwa hiyo ili uweze kuishinda mizimu, kuifunga, tumia damu ya Yesu iliyomwagika mkono wa kulia. Utaishinda mizimu ya kila namna kwenye ukoo wako, kwenye kabila lako, katika kila eneo utakalokuwa unaishi. Kitaka kuishinda mizimu ya mahali hapo, katika biashara, tumia damu Yesu iliyomwagika mkono wa kulia. Unasema kwa damu Yesu iliyomwagika mkono wa kulia, ninaifunga mizimu na ninaishinda kabisa. Kwa damu Yesu iliyomwagika mkono wa kulia pale msalabani, ninaishinda kabisa. Imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Nami ninashinda kabisa mizimu na nguvu zake zote. Ninaifunga hiyo mizimu, ninaishinda kazi zake zote za mizimu, ninazisambaratisha kwa damu Yesu iliyomwagika mkono wa kulia. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Mungu Baba kwa damu Yesu iliyomwagika msalabani. Asante Yesu kwa damu yako. Ninaamini nimeshaishinda mizimu kwa damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani katika mkono wako wa kulia. Na nataka tuendelee. Tunaendelea. Upande wa tatu. Upande wa tatu ni upande wa mkono wa kushoto. Utatumia hiyo damu. Aliniambia Yoshua, anaponitokea Yesu ananiita Yoshua, ananiita nabii wangu Yoshua, ameniita kwa ajili ya kazi yake, alinitenga kwa ajili ya kazi yake, ananiita Yoshua, nabii Yoshua. Damu yangu nilimwaga pale msalaba. Ni Yesu ndiye anayesema nami. Anasema damu yangu nilimwaga msalabani, mkono wangu wa kushoto utaitumia kuwashinda wachawi na nguvu zake zote. Nguvu za kichawi utazishinda. Kwa hiyo waweza kuomba. Unasema kwa damu Yesu iliyomwagika mkono wa kushoto, Yesu alipotobolewa na misumari pale msalabani, na itumie hiyo damu na washinda kila aina ya uchawi na nguvu za kichawi ambazo zinafuatilia maisha yangu, hiyo kwenye familia, hiyo kwenye ukoo, hiyo kwenye kabila, hiyo kwenye wilaya, hiyo kwenye mkoa, hiyo kwenye nchi. Kila aina ya uchawi mahali popote nilipo, ninashinda huo uchawi, ninashinda nguvu ya kichawi, ninazifunga nguvu zake, ninawafunga wachawi wote na kuwashinda kwa damu Yesu. Ninasambaratisha kazi za kichawi katika maisha yangu kwa damu Yesu iliyomwagika mkono wa kushoto. Na baada ya hapo akaniambia kuna kichwani. Kuna damu Yesu iliyomwagika kichwani, ni kwa ajili ya kushinda nguvu za kiganga na uganga wote. Kwa hiyo unasema kwa damu ya Yesu. Kumbuka damu Yesu iliyomwagika kichwani. Yesu alipokuwa pale msalabani, kumbuka Yesu aliwekewa
taji ya miba. Kwa hiyo ilimchoma kichwani, sio misumari, miba. Kwa hiyo damu ile iliyotoka kichwani unaitumia, unasema damu yako Yesu iliyotoka pale msalabani wakati umetobolewa, maana ile miba ilitoboa ngozi, ilimtoboa Yesu, zikatoka damu. Anasema itumie hiyo damu kushinda uganga wa kila namna na kuteka fikra zake na kuangusha kabisa kila aina ya nguvu za kiganga. Ninashinda uganga huo, ninauangusha kabisa uganga. Hauna mamlaka juu ya maisha yangu kwa damu Yesu iliyomwagika kichwani. Ninatangaza ushindi. Imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu mwana kondoo. Nashinda uganga huo, nashinda nguvu ya adui ya kiganga. Kile ina uganga ninaushinda kwa damu ya Yesu iliyomwagika kichwani alipotobolewa na miba na taji ya miba. Ninaitumia hiyo damu kushinda uganga juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba mbinguni, ninaamini kwa damu ya Yesu iliyomwagika kichwani nimeushinda uganga na ufuatilia maisha yangu, iwe katika familia, iwe katika ukoo, katika kabila, katika wilaya, katika mkoa, iwe katika taifa, eneo lolote nilipo, nimeushinda uganga juu yangu. Hapana uganga juu ya Mungu, hapana uganga juu ya uzao wangu, hapana uganga kwenye biashara zangu, hapana uganga kwenye biashara, kwenye huduma, mahali popote nilipo, mahali popote zilipo kazi yangu, hapana uganga ambao utasimama na kufanikiwa. Nimeuangusha na kuushinda kwa damu ya Yesu iliyomwagika kichwani. Na sasa kwa kufuatilia maeneo yote ambayo nimekuelekeza, maeneo yote hayo manne zinaitwa ni pande 4 ambazo damu ya Yesu ilimwagika. Kuna kusini, ndio hiyo nimeweka miguu. Kuna kaskazini kichwani, alafu kuna kulia, yani mashariki na magharibi, mashariki, kulia, alafu kuna mashariki, alafu kuna magharibi. Kwa hiyo hapo unajua kuna kulia na kushoto. Kwa hiyo ni pande 4: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Ndio damu iliyomwagika. Pande ngapi? Pande 4. Inafanya hizo kazi kwa kiwango kikubwa. Sasa twende kwenye andiko. Twende kwenye andiko, uthibitisho mwingine kwa andiko. Utawezaje kuthibitisha hili? Nataka nikupeleke kwenye Agano la Kale. Nabii. Sio kwamba najipendelea kwa sababu mimi ni nabii Yoshua basi ndio maana nimefungua kitabu. Hapana, ni fundisho Mungu anatupatia sisi wanadamu wote. Naenda kusoma Wafalme wa kwanza sura ya 18. Tasoma kwanza ule mstari wa 33. Wa 33. 33. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 33. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma tena hapa. Jazeni mapipa 4 maji. Mapipa 4 maji. Nabii Elia. Bwana Yesu ndiye alinifundisha hapa, akanipa ufunuo. Nilikuwa sijui kabisa, akaniambia unaelewa maana jazeni mapipa 4 maji ilikuwa inamaanisha nini? Nilikuwa sijui, nikasema sifahamu. Akaniambia Elia, mapipa 4 maji. Kumbuka, akaniambia kumbuka katika kitabu cha Mwanzo, wakati wa uumbaji, Roho wa Mungu alitua juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu ndiye anayetumika kutenda maajabu, kutenda miujiza. Ndiye aliyetumika katika uumbaji. Roho wa Mungu na Mungu wanapatana kwa habari moja. Sasa kanirudisha kunielezea pale. Unajua ukisoma kitabu cha Mwanzo, ngoja nikusomee kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ukisoma pale mstari wa kwanza, akasema, mstari wa kwanza kabisa imeandikwa. Kitabu cha Mwanzo kimeandikwa na Nabii Musa. Kitabu cha Mwanzo ni Agano la Kale. Imeandikwa, naanza kusoma mstari ule wa kwanza mpaka wa 2. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3 anasema, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo Roho wa Mungu akawa ametulia. Mungu alipokuwa anatamka neno, alafu Roho wa Mungu ndio
anafanya. Akisema iwe nuru, inakuwa nuru. Nani mtendaji? Nani muumbaji? Nani mtenda miujiza? Ni Roho wa Mungu, ni Roho Mtakatifu. Na huyo ambaye mimi namuita wakili, advocate, is my advocate, ni wakili wangu katika maisha yangu ya kila siku, maana tuna kesi katika maisha yetu. Huyo wakili anajua kila kitu. Sisi ambao tuko ndani ya Kristo unakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze sana habari za huyo Roho Mtakatifu. Ni muumbaji, ni mtenda maajabu, ni mtenda muujiza. Kwa hiyo hapa tunamuona Elia wakati anasema jazeni mapipa 4 maji. Yale mapipa 4 maji, yale mapipa 4 ya maji yalikuwa nawakilisha pande 4: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Kwa hiyo Roho wa Mungu alikuwa amekamata maeneo yote. Kusini alikuwa amemkamata, amemfunga shetani kabisa, manake kuzimu amefungwa kabisa, akawa amemshinda. Na upande wa kulia manake alikuwa amefunga kabisa, mizimu yote haina mamlaka. Na upande wa kushoto kila aina uchawi haukuweza kufanya kazi kwa sababu alikuwa ameushinda kwa kuufunga. Na upande wa kaskazini alikuwa amefunga kila aina uganga na nguvu za kiganga. Ndio hiyo majazeni mapipa 4 maji. Yale mapipa 4 ya maji yalikuwa na maana kubwa katika ulimwengu wa roho, kwa maana yale maji yalikuwa yamebeba uwakilishi wa Roho Mtakatifu kusimama pande zote 4. Haleluya. Sasa nakwambia katika Agano Jipya sisi tunapata ushindi. Imeandikwa na wakamshinda kwa damu na kondoo. Lakini unajua namna ya kushinda? Hapa sasa ndio palipo na siri kubwa, kwamba hapo mahali ukiona pana vikwazo vya masumbufu ya aina mbalimbali, utaanza kutumia damu Yesu katika maeneo haya maneno niliyokutajia. Utatumia Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Kwanza anza kwa kumfunga shetani. Utaanza na toba, unaomba toba au rehema kwa damu Yesu, ili Mungu asamehe chochote ambacho kinaendelea hakimpendezi Mungu katika hilo eneo. Iwe ni nyumba, iwe ni kanisa, iwe ni biashara, unaomba toba kwa ajili ya eneo hilo. Kila unaomba hata ukombozi wa ardhi, anga na maji, maana ardhi ina maji. Unaomba toba kwa ajili ya hicho kitu, unaomba toba kwa ajili ya eneo hilo, na kukomboa kwa damu Yesu, na kukomboa kwa damu Yesu, na kukomboa kwa damu Yesu. Kisha unafanya haya maombi. Toba ile inakupa uhalali wa kuingia vitani na kujifunika kwa damu Yesu, na kuvaa silaha zote za vita katika Mungu kwa nguvu ya damu Yesu. Kisha baada ya hapo unamfunga shetani, unakuwa na mamlaka sasa kwa kutumia damu ya Yesu kama nilivyokuelekeza pande zote 4. Kuna faida kubwa sana. Eneo lote hilo ambalo nimefanyia kazi kwa ajili ya maombi ya kutumia damu ya Yesu imwagika pande zote 4, nimeona udhihirisho mkubwa sana.